Biblia inasema ya kwamba heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno mbaya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwako kabla yenu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo huyu ni Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambaye aliweza kuzungumza na wanafunzi wake na akawaambia vizuri sana, heri walio na moyo safi, kwa sababu hao wataona Mungu. Na ni wengi sana tumeshindwa kuwa na moyo safi. Yesu Kristo akasema, heri walio na moyo safi, maana watamuona Mungu. Wakati tumepatikana katika nyumba ya Mungu, wapendwa, kila mtu afanye sehemu yake kujaribu tu uwe na moyo safi, kwa sababu utakapokuwa na moyo safi, tumeambiwa vizuri sana, wewe ndio utakayeona Mungu. Mstari mwingine narudi unasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Ukiona mwenzako, ndugu na dada, wamekosana, heri uwe mpatanishi wa kuwalete pamoja, kwa sababu unapopatanisha, wapendwa, wewe uko katika grupu ya watakao muona Mungu. Bwana asifiwe sana. Ukiona jambo haliendi vizuri, kulishughulikia hadi liende mzuri ni jambo mzuri sana. Kupatanisha, kuunganisha, sio kutenganisha. Kwa hivyo wapendwa, katika hii nyumba ya Mungu, sisi tukitaka tufuate nyayo za Yesu Kristo, ni lazima tuwe watu wa kupatanisha wengine. Bwana asifiwe. Na tuwe watu wa kupendana, watu ambao wanaheshimu Mungu, watu walio na mioyo safi. Ndani ya kanisa huwa shida sana kupata, tuko ndani, mimi wanasemanga, nikijua tutakosana na wewe kwa kanisa, heri niondoke, kwa sababu hapa tulikuja kutafuta amani. Bwana asifiwe. Sasa kule nje walevi wakipigana tena, hapa tupigania hapa, haitakuwa mzuri. Na hiyo yote inatokana na kuwa na moyo mbaya. Ukiwa na moyo mbaya, hautaki kuona mwenzako. Bwana asifiwe. Na kitu kujipenda. Katika kanisa kuna kitu kujipenda, ati afadhali mimi kuliko ule mwingine. Wakasema ya kwamba upende mwenzako jinsi unavyojipenda wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Tukirudi hiyo mstari mwingine unasikia, heri ninyi watakapo waudhi na kuwashutumu na kuwanenea mambo mbaya kwa ajili ya uongo. Bwana asifiwe. Yaani mambo ile unawekelewa na ufanyi, hiyo hakuna mahali itakudhuru popote. Bwana asifiwe. Na ndiposa mimi wa kanisani mimi naambia mshirika, hata mimi pastor nikisimama na Biblia na nianze kuhubiri na niseme kuna waizi watakuja kuungua, kuna waongo watakuja kuungua, kuna wale kama wewe uhusiki na hiyo mambo, haukuasiki. Haukuasiki mahali. Hata saa hii nikisema walio na roho mbaya na wewe una roho mbaya, haukuasiki mahali. Bwana asifiwe. Lakini unapohusika na hiyo mambo, mhubiri akisimama aseme, unasema ni mimi alikuwa ananilenga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu nilifanya mfano moja kule Kapkangani, sehemu za Kapsabet kwa matanga, nikapewa nafasi ya kuhubiri. Nikaanza kuhubiri nikifanya kidole hivi. Wale watu wa uaji, wale warogi, wale watu wanaua watu. Mmoja alisimama akakuwa mkali, akasema, mtu mmoja ile niliua tu, ndio mnashindanga kila matanga mkisema warogi. Hamuna Biblia nyingine mnaweza hubiri isipokuwa hiyo. Sasa mimi sikumjua, mimi nimetoka sehemu za Band Forest, sijui kama aliua mtu. Hata sijui. Anasema niliua tu mmoja, ndio mnashindanga kila kwa matanga mkihubiri hiyo maneno. Bwana asifiwe. Kwa hivyo dhamiri za mtu, mimi huwa ninasema vizuri na ninahakikishia washirika yangu, nasema kama kuna ufalme wa mbinguni, sina shaka ni lazima nitaingia. Bwana asifiwe. Si mtu anajijua. Wamesema hata watakapo washutumu na kuwanenea mambo ya uongo na kuwasingizia, hiyo haitakupata, kwa sababu umesimama na haki, na haki itakuweka huru. Bwana asifiwe. Kama vile tumekuja hapa katika headquarter, ikiwa watasema wewe pastor ufanyingi, wewe ulipangi,
Na kama silipi, si ni kweli nitasikia uchungu na makosa ni yangu. Na nikilipa hakuna mahali nitatoka hapa na furaha, kwa sababu hakuna mahali kosa linanishika. Asifiwe sana. Kama saa hii wakati tumekuja mahali hapa, tuwe huru ndani ya Kristo na tuwe na mioyo safi. Hata askari akija katika ule mlango, mtu wa kwanza kuwa wasiwasi. Kama uliiba kitu ya mtu, kama una bangi mahali hapa, kama unajua una makosa, utaanza kuuliza wanatafuta nini. Lakini asili 100% sina kitu na hawa tunaulizana. Sita useme wanatafuta nini hapa. Lakini wewe kama una jambo lako utajua tu ni wewe unatafutwa. Kwa hivyo mimi huwa nasema ya kwamba tuwe na mioyo safi. Na mioyo safi ni kupenda huyo mwenzako. Na mimi huwa ninalia sana, nasema Mungu nisaidie nisije nikakosana na mtu katika nyumba ya Mungu. Asifiwe sana. Na kama nitakukosea kwa kutojua, kwa kuongea, na wewe unisamehe. Bwana asifiwe. Ndipo Mkristo, Biblia inasema vizuri, jua lisitoke huku hadi lianguke kule kama ungali na kikwazo na mwenzako. Hata hii sadaka ambayo tunatoa, nasema kabla hujatoa mpatane na ule mmekosana naye. Nyumba ya Mungu inatakiwa watu wa mioyo safi. Na nina hakika tukiwa na mioyo safi sisi sote, hayo mambo hayana budi kufika mahali hapa. Asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu atuelekeze. Wamesema hata kama tutawekelewa mambo ya kusingisiwa, kwanza hiyo sinanga haja nayo, kwa sababu hata ukiniita mwizi na ujenishika na wizi, hiyo ni yako. Bwana asifiwe. Wamesema watakapo washutumu na kuwanenea mambo mbaya kwa uongo, haitakudhuru, haitakupata, kwa sababu hauna na nafasi na hiyo. Jambo moja tumetafuta tu hapa. Mimi sijuangi kama mlikuja kimakosa, lakini mimi najua lengo ya kuokoka, kufanya Yesu Kristo kuwa mwokozi wa moyo wako siku moja ni kuona ufalme. Ama ni nini? Ni nini tutakuja gawa hapa siku ya mwisho? Kuna shamba tutagawa hapa. Kuna urithi tutagawa hapa. Sasa wakati uliokoka, ukitoka kwako, kuwa na moyo safi. Unapokuja nyumba ya Mungu, siku moja ikifika, utaona mji mtakatifu. Bwana asifiwe. Heri wapatanishi, watu wanaounganisha watu wanaofanya hata mwenzake akikosana na mwenzake, anajaribu vile atasuluhisha hiyo mambo, hiyo watu waelewane. Katika safari ya mbinguni, watakaoona mji mtakatifu ni watu wameelewana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama unakuanga na roho mbaya na mwenzako, siku ya leo labda ujuangi, ningekuomba utubu, uwe na moyo safi. Kama upatanishangi watu, kwa zamani sisi tukisoma shule, sisi wengine labda tulikuwa tujejua Mungu. Tukiona mwenzake Mungu na mwenzangu anakosana, tulikuwa tunaweka nyasi hapa. Unamwambia kama wewe ni mwanaume, angusha hiyo nyasi. Akiangusha vita Sasa ndani ya kanisa tukifanya tena visarakasi kama hiyo, tutapotea njia. Mungu wa amani awabariki. Basi mchungaji wetu kutoka Kamoyo, Jehova Mungu awe pamoja na wewe. Hilo neno limekuwa la baraka sana kwetu. Tuwe watu